tumesema either Friday ama Monday, na ndio maana tuko hapa, sababu barua inasema mzuri, it should be effected immediately. It has never been till today, communication has never been done. Pale Kiambu tuko na mashida tofauti ambayo naye nitaachia mheshimiwa mwingine aseme, sababu kama hii ndio chama ambayo tumetegemea, chama cha Kenya Kwanza. Ya kwanza tunataka kuwa Kenya Kwanza, na Kenya Kwanza lazima isikike kutoka assembly mpaka national, lakini hatuwezi piganishwa pale assembly. Tunajihisi sisi kama si waheshimiwa sababu ya leadership ambao ni waheshimiwa kama sisi. Yes. Kama mtu ni mheshimiwa, hakuna hata kama nominated, yeye anafaa kuheshimiwa kama mheshimiwa. Lakini imefika mahali tunakuwa wanyonge, mpaka ukiongea pale tunaongeaga na whispers, na sisi ni waheshimiwa. Tumekosa heshima kiwango, tukitoka kwa office ya assembly tukienda executive tunatuliziwa kama soldiers. Unaambia ngoja nje, unaonewa pale kwa kweli, wakiingia mpaka ofisi ya gavana. Sasa mahali tumefika sisi, hii sio vita ya gavana na assembly. Hii shida ambayo tuko naye imeletwa na wengine sisi ambao ndio shida yetu. Na mtu akiwa shida yetu, tukasema wacha tufuate sheria, sababu kikatiba katika standing order kuna venye standing order inasema tunafaa kufanya na tumefanya. Kwa chama naye chama inafaa kupeana communication. Sasa swali letu ni moja, wakubwa wa chama, nyinyi umepeana communication, it has not been implemented. Kumaanisha bunge ya Kiambu haisikii mpaka chama. Inaingia mpaka chama. Sasa tukiwa waheshimiwa wenye tumetia zaidi, hata wamejiongeza kuliko wenye tulikuwa, tumekuja hapo mbele tumulilie utupee suluhisho. Na yetu tukirudi ile bunge iendelee mpaka suluhisho ifanyike. Sawa sawa. Yangu nitafikisha hapo. Majina yangu ni Pacifica Lucy Ongecha, mmoja baadhi ya wabunge wa bunge la Kiambu, na tuko hapa katika ofisi zetu za UDA siku hii ya leo kwa sababu sisi kama wabunge wa Kiambu tunaona ya kwamba hatujapelekwa kwa njia ambayo inayostahili na uongozi ambao uko katika bunge lile. Kiongozi ambaye ni kinara wa bunge la Kiambu amekuwa akitushurutisha sisi kama wabunge tunakaa ni kama kwamba katika bunge hilo hatustahili kuwa mahala pale. Ya kwanza kabisa, sisi kama kina mama tunaona ni kana kwamba swala la ujinsia halijawekewa maanani katika bunge la Kiambu. Sheria ya nchi inaruhusu swala la kijinsia likawekewa maanani hivi kwamba mambo yote yanayoshughulikiwa na uongozi unaposhughulikiwa, jinsia ikaweza kushughulikiwa kama inavyostahili. Kiongozi kinara amekuwa akigawa viti
anapea watu viti kulingana na upendeleo. Sisi kama wabunge wa Kiambu, jambo hilo limekuwa likitukera kabisa. Ndiposa tuko hapa, kwa sababu kila mtu katika bunge lile ako na idhini ya kuwa mahala pale. Haijalishi kama wewe ni wa kuteuliwa ama wewe umechaguliwa. Kila mtu ako na idhini ya kuwa mahala pale, kwa sababu bidii ambayo ulioweka kwenye community yako ndio ilikupatia fursa ya kuingia mahala pale. Jambo lile lingine, pesa zimekuwa zikitumika katika bunge ile ya Kiambu, na yeye kama kiongozi kinara katika assembly yetu, tunamtumainia yeye na tunamwangalia yeye ili akaweza kutupatia mwelekeo wa jinsi fedha za assembly zinatumika. Mara kwa mara tunapouliza jinsi pesa hizi zimetumika, hayuko tayari kutupa maelekezo ya jinsi fedha zimetumika. Kwa hivyo hilo jambo limetukera. Tukiuliza anatuzungusha, ndiposa tukasema lazima tukuje kwenye chama ili tukapata kiongozi ambao ako na uwazi, kiongozi ambao atatupeleka na njia ambayo inayostahili, kiongozi ambao ataweka hesabu zote kwenye meza ili tuweze kufuatilia matumizi ya fedha zetu, kwa sababu kama kinara wa assembly yetu lazima awe na uwazi. Jambo hilo limekosa kwenye assembly ya Kiambu. Jambo lile lingine, akina mama hawastahili kutumiwa kama vyombo. Sheria yetu ya nchi inaruhusu kina mama wapatiwe heshima. Uongozi wa assembly ya Kiambu imekuwa ikishurutisha kina mama hivi kwamba ukitaka upatiwe nafasi yoyote, wanakushurutisha ujihusishe katika ngono ili uweze kupata nafasi. Hatutakubali kamwe, na tumekataa katakata. Kwa hivyo tunataka kiongozi ambaye ataelekeza Kiambu kwa njia ya heshima. Kaunti ya Kiambu ni kaunti ya heshima, na hatutaruhusu tena kuelekezwa kwa njia ambayo haistahili. Asanteni.
I was reviewed for committee membership, so I could not even sit in the county, in the committee sitting. Reason is, there is one